Anasema kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Haleluya, haleluya. Kwa sababu kwa sababu nguvu ya msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi. Jamani, haleluya. Kwa lugha nyingine ni jamani, haleluya. Palikuwa na bandari, na sehemu yoyote penye bandari ujue kabisa watu kutoka mataifa mbalimbali walikuwa wanaingia kwenye huo mji. Kwa lugha nyingine mji wa Korintho ulikuwa ni mji wa biashara. Haleluya. Kwa sababu ni mji wa biashara, waliingia watu na desturi zao, watu na mila zao. Jamani, haleluya. Wakazama katika mji wa Korintho. Kama unapojua kila mtu ana tabia na utamaduni na mila za alikotokea. Kwa hiyo Korintho palikuwa na mila tofauti tofauti, palikuwa na watu tofauti tofauti. Jamani, haleluya. Kwa sababu palikuwa na watu wa aina tofauti tofauti, mji huu ulikuwa ni mji uliojaa uovu mkubwa sana. Jamani, haleluya. Ndio maana huu mji umepewa kipaumbele ya kwamba Korinthiazo, maana yake fanya uzinzi. Kwa hiyo uzinzi ulikuwa umejaa kwenye ule mji wa Korintho. Jamani, haleluya. Kwa hiyo watu, kwa sababu walikuwa wengi wanaingia katika mji huo, ujue kabisa kila mtu aliingia na tabia yake. Kwa hiyo kuna wengine ambao walikuwa kwenye mji ule waliona msalaba ni kama upuuzi. Jamani, haleluya. Waliona msalaba hakuna kitu chochote, msalaba hauna chochote. Tunapozungumza habari ya msalaba, tunazungumza habari ya kifo cha mwanaume Yesu, tunazungumza mshindi Yesu. Tunapozungumza habari ya msalaba, tunazungumzia habari ya kifo cha mwanaume Bwana Yesu. Haleluya. Na kwa sababu hawakujua kazi ya Yesu, ndio maana waliona msalaba ni upuzi. Waliona kifo cha Yesu hakina maana, waliona kifo cha Yesu hakina msaada, waliona kifo cha Yesu hakina utetezi wowote, waliona kifo cha mwanaume Yesu hakina utetezi wa maisha yao. Lakini mchana wa leo nataka nikwambia kwamba neno msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, lakini kwa wanaookolewa na Bwana ni nguvu za Bwana aliye hai. Haleluya. Biblia ya Habari Njema inaeleza vizuri, inasema ya kwamba ujumbe wa kifo cha Yesu kwa wao wanaelekea upotevuni, wanaelekea kwenye njia ya upotevu ni upuuzi. Lakini wale wanaotembea katika wokovu, wanaotembea katika wokovu, yani waliomwamini Bwana, waliompokea Bwana na kisha wanatembea katika wokovu, neno msalaba ni nguvu za Bwana, ni nguvu za Bwana, ni nguvu za Bwana, ni nguvu za Bwana. Nasema na mtu anaoni hapa anatembea na Bwana, nasema msalaba ni nguvu yako, msalaba ni nguvu yako. Haya, kuna mtu atanielewa. Nazungumza na mtu anaoni hapa, nazungumza na mtu ambaye ana Bwana ndani na anatembea na Bwana. Msalaba ni nguvu yako. Haleluya, haleluya. Lakini aliye ambaye anatembea katika upotovu, msalaba hauna nguvu kwake. Lakini anatembea katika haki, anatembea katika usawa, anatembea katika utakatifu, anatembea na Bwana Yesu, kwake kila siku uwezo wa Bwana uko na yeye, uwezo wa Bwana uko na yeye, uwezo wa Bwana uko na yeye. Nasema na mtu ambaye anatembea na Bwana hapa, nguvu
za Bwana ziko kwako. I say msalaba ni nguvu yako. Yesu alipoteseka msalabani alikuwa anakutafutia nguvu wewe. Alikuwa anakutafutia nguvu wewe. Na kwa kupitia kifo chake, I say kifo cha Bwana kikatutoa kwenye mateso. Yani msalaba wa Bwana huwa unatutoa kwenye mateso. Msalaba wa Bwana huwa unatutoa kwenye mateso. Unatutenga na nguvu za giza. I say msalaba wa Yesu unatutoa mikononi mwa shetani. Haleluya. Haleluya. Yesu alipokwenda msalabani, wakati wa msalaba alileta kicheko kwenye maisha yako, alileta furaha kwenye maisha yako, alileta amani kwenye maisha yako, alileta furaha kwenye maisha yako. Huyu ni Bwana Yesu. Nasema msalaba, tunaposema nguvu ya msalaba, tunazungumzia habari ya kifo cha Bwana. Aisha, kifo cha Bwana kilitutenga na shetani. Kifo cha Bwana kilimfanya Yesu aingia kwenye ulimwengu wa roho, akakutoa wewe, yani akakutenganisha wewe kutoka kwenye ufalme wa giza na kukuweka kwenye ufalme wa nuru. Yani kifo cha Bwana Yesu kilikunyakua kutoka kwa shetani. Kilipokunyakua kikakuweka kwenye utawala wake, na kama kimekuweka kwenye utawala wake, wewe ni mtu ambaye unatembea na Bwana. Na kama unatembea na Bwana, nguvu za Bwana lazima ziwe juu yako, lazima ziwe juu yako. Haleluya, 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 haleluya. Unasoma habari ya Isaya. Isaya anasema na kwa kupigwa kwake tumepona. Jamani, haleluya. Kumbe msalaba unaleta uzima. Msalaba unaleta uzima. Msalaba unaleta uponyaji. Msalaba unaleta afya. Msalaba unaleta neema. Msalaba unaleta neema. I say, haukustahili, lakini msalaba wa Yesu umekustahilisha. Msalaba wa Yesu umekustahilisha. Leo unaonekana bora ni kwa sababu ya kazi ya msalaba. Leo wachawi wanakukimbia ni kwa sababu ya kazi ya msalaba. Leo mapepo yanakuogopa ni kwa sababu ya kazi ya msalaba. I say, ni kazi ngumu ya Bwana aliyoifanya, na mmoja anayeamini ampige Yesu makofi mengi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo acha kutembea kinyonge nyonge, acha kutembea kinyonge nyonge, tembea kijasiri ukijua kabisa msalaba umekupa ujasiri. Msalaba umekupa ujasiri. Na kama kuna jambo linakusumbua, wewe uko kwa miongoni wanaosema msalaba ni upuzi, lakini sitaki mchana wa leo uwe miongoni wanaoona kazi ya msalaba ni upuzi. Nataka uwe miongoni mwa watu wanaosema msalaba ni nguvu yangu, msalaba ni utetezi wangu, msalaba ni afya yangu. Unaumwa hapa, sema msalaba ni afya yangu. Unateseka, sema msalaba ni uzima wangu. Unaonewa, sema msalaba ni utetezi wangu. Hey. Hey. Haleluya. Ipo naijua kazi ya Yesu aliifanya kwa sababu yako. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Yani mateso yote mwanaume aliyoyapata ni kazi ya msalaba. Sikiliza, katika Agano la Kale, katika Agano la Kale ukisoma kuanzia Mwanzo kwenda huko Agano la Kale, utaona kabisa waliokuwa wanakosea walikuwa wanafanyaje? Wanapigwa mawe. Wakisha kupigwa mawe, wanakwenda kutandikwa kwenye msalaba wa kifo, ikimaanisha ya kwamba hawa watu wamelaaniwa, sio watu wazuri. Jamani, haleluya. Lakini Yesu akaja na hukumu ya tofauti. Yeye mwanaume alitesekea msalabani,
Yeye mwanaume alitesekea msalabani na alifia msalabani. Kwa maana anasema nguvu ya msalaba ni ushindi wako. Sikiliza, kale na kale waliwatandika hapo. Walipotandika walikuwa wamekufa. Kwa kila mtu anayepita, kwa mfano ukifanya uovu, ukifanya dhambi, ukiwa ni mtu ambaye umekosea, umevunja sheria, walikuwa wanaasibiwa kwa mawe. Wakisha asibiwa kwa mawe, wanawatandika kwenye mti, ishara ya kwamba hawa watu ni wakosaji. Si tu wakosaji, lakini ni watu walio na laana, ni watu waliolaaniwa. Aisee, lakini mwanaume Yesu, hukumu aliyopewa ni hukumu ya tofauti, ni hukumu ya tofauti, ni hukumu ya tofauti. Sikiliza, wakatoa hukumu sio ya kupigwa mawe. Yesu aliadhibiwa, Yesu aliteseka, Yesu alizarauliwa, Yesu alitemewa mate, Yesu alichomwa, Yesu alitandikwa. Hukumu yake ilikuwa ni tofauti. Wakaenda wakamtandika msalabani. Kabla chafa, mwanaume akamalizia yote msalabani, na ndipo neno likatoka ya kwamba imekwisha. Haleluya. Akayamalizia hapo. Ijapo alikuwa katika mateso, ijapo alikuwa katika shida, lakini alijua kabisa hii shida hii ya hapa msalabani ni nguvu kwa watoto wangu wachao, ni nguvu kwa watakaonipokea, ni nguvu kwa watakaonipokea, ni ushindi kwa watakaonipokea, ni uponyaji kwa watakaonipokea, ni neema kwa watakaonipokea, ni baraka kwa watakaonipokea, ni kufunguliwa kwa watakaonipokea. Aisee, nguvu ya msalaba. Msalaba ni nguvu ya hata kutembea kinyonge, hata kutembea mtu kama ambaye umekataliwa. Bwana amekukubali, msalaba ulikukubali. Haleluya. Sikiliza, wewe ni wa thamani sana. Haleluya. Kwa nini wa thamani? Kwa sababu upo kanisani. Msalaba umekufuta. Haleluya. Msalaba umekuweka kwenye neema ya wokovu. Hasa ukiwa kwenye neema ya wokovu humo, Biblia inasema, ukisoma inasema kwa wanaopotea ni upuzi, bali sisi tunaookolewa. Neno kuokolewa ni wokovu. Jamani, haleluya. Kuokolewa ni wokovu. Sisi wote hapa tumeokolewa. Jamani, haleluya. Tumeokolewa kutoka wapi? Kutoka kwa shetani. Wokovu ni nini? Wokovu ni kutoka sehemu ya hatari. Mfano unaumwa, unapopona tunasema huyu mtu ametoka kwenye ugonjwa, ameokolewa. Ulikuwa na vifungo vinavyong'oka, tunasema huyu mtu ameokolewa. Ndio maana ya wokovu. Nasema mchana wa leo, msalaba uwe wokovu wako, msalaba uwe utetezi wako, msalaba iwe neema yako.